Habari, karibu tena kwenye channel yetu, na kama ndo mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini vile vile usisahau kubonyeza kikengele ili usipitwe na video yoyote kila tunapoposti video mpya. Kumbuka tu tunaposti video mpya mara 2 mpaka 3 kwa wiki. Kwa hiyo kubonyeza kikengele ni sehemu muhimu sana ili uweze kuwa notified. Na leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kupika donut tamu kwa njia nyepesi, hauhitaji kifaa maalum. Hizi ni donut za maziwa na mahitaji yake ni rahisi na yanapatikana katika kila familia. Tafadhali ungana nasi mwanzo mpaka mwisho. Utachukua chombo chetu chochote, iwe ni glasi, kikombe, bakuli, utaweka yai moja, na ili yai usiwe umelitoa kwenye friji, liwe liko katika hali ya joto la kawaida. Kisha tutaongeza maziwa ya vuguvugu. Hapa nimetumia maziwa ya vuguvugu mils 200, na kisha tutaongeza siagi iliyoyeyushwa au Blue Band vijiko 2 vya chakula. Tutaongeza na amira vijiko 2 vya chai, na kisha nitaenda kuchanganya mchanganyiko wetu na kuweka pembeni kwa dakika 3 mpaka 5 ili amira yetu iweze kureact kwa haraka. Utakoroga mchanganyiko wako vizuri mpaka uhakikishe umechanganyikana vizuri kabisa. Nikukumbushe tu, kama umekwisha kusubscribe, tafadhali usisahau kubonyeza kikengele ili usipitwe na video yetu yoyote kila tunapoposti video mpya. Na kisha tutaenda kuongeza unga wa ngano. Hapa nimetumia grams 300. Nitatia katika chekecheke yangu na kisha nitaenda kuchekecha. Hii ni sawasawa na vikombe 2.5, vile vikombe vya robo lita. Utatumia wastani wa vikombe 2.5. Katika chekecheke utachekecha unga wako vizuri kuhakikisha unaondoa uchafu kama wowote upo, lakini vile vile kuruhusu hewa kuingia katika unga ili wakati wa kwenda kuumuka uweze kuumuka vizuri na donati zako ziweze kutoka laini. Na kisha baada ya hapo nitaenda kuongeza sukari vijiko 2 vya chakula, lakini nitaongeza na chumvi nusu kijiko cha chai, na kisha nitaenda kuchanganya mchanganyiko wangu mkavu vizuri. Nihakikishe vitu vyangu vyote, vichanganyiko vyangu vyote vimechanganyikana vizuri. Nitaongeza ule mchanganyiko ambao tulikuwa tumeuweka pembeni, tulikoroga mwanzoni ulikuwa na amira, na kisha tutaenda kuchanganya ili kupata donge laini. Utachanganya kwa hapo nimetumia unaweza kutumia mkono moja kwa moja, unaweza kutumia kijiko, unaweza kutumia mashine kama unayo, na lakini vile vile unaweza kutumia chapio. Utachanganya kupata donge lako laini. Lengo tunataka kutengeneza donati zetu ziwe laini sana. Kwa hiyo usijali kuhusu kwamba utakuwa unanata. Kwa hiyo utakoroga, utakanda unga wako vizuri kupata donge laini. Nadhani ukiliangalia unaweza kuliona linavutika, ila huo ndo ulaini tunaoutaka. Na kisha tutaenda kuongeza vijiko 2 vya mafuta ya kupikia. Hivi ni vijiko vya chakula, na utaendelea kukoroga katika mafuta hayo. Tunaweka mafuta ili kusababisha donge letu lizidi kuwa laini, lakini vile vile tunataka wakati wa kuumuka lisishike katika chombo chetu cha kukandia, lakini vile vile tunataka ubakize unyevu katika donge ili kusababisha donati zetu mpaka wakati wa mwisho ziweze kuwa laini kabisa. Tutafunika na kuweka pembeni kwa dakika 60 mpaka 90, au mpaka uone unga wako umeumuka mara 2. Ukiangalia unga wetu umeumuka vizuri, umepanda juu vizuri, tutanyunyiza unga kidogo katika kibao kwa sababu donge letu ni laini sana. Kwa hiyo tutanyunyiza unga kiasi katika kibao, na kisha tutaweka donge letu na kunyunyiza unga mwingine kwa juu ya donge. Kwa nini tunanyunyiza unga? Tunanyunyiza unga ili kusababisha kupunguza ile kunatanata kwa donge mkononi, lakini vile vile katika kibao. Lakini zaidi ya hayo tunanyunyiza unga ili kusababisha wepesi katika ukataji wa donati zetu. Unaweza kutusaidia kukuza chaneli hii jamani kwa kulike video hii na video zetu nyingine, lakini vile vile kwa kushare video hii na ndugu, jamaa na marafiki. Ni support yenu kubwa sana 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 sana, na inatusaidia vile vile jamani kwa chaneli yetu kukua. Unaweza kwa subscribe vile vile, nayo ni support yenu kubwa sana, lakini vile vile kwa kutuachia comment tutakapoenda kujaribu pishi hili, au kama umeenjoy video hii unaweza kutuachia comment yako katika sehemu ya comment. Utasokota donge lake katika unga wako kama ninavyofanya hapo, na kisha baada ya hapo utachukua msukumio wako na kwenda kusukuma donge lako.
Utasukuma donge lako mpaka upate size nzuri, na hapa hatusukumi kulifanya liwe jembamba sana kama la chapati. Usukumaji wa hili tunauacha angalau unga una unene kiasi kama wa maandazi. Sasa na kwenye unene tunatofautiana. Kuna mwingine anapenda zile donut nene sana, kuna mwingine anapenda ziwe za wembamba wa size ambazo ndo kama hizi ambazo nimezikata hapa, lakini kuna wale wengine ambao hawataki nyama nyingi katika donut. Kwa size ambayo nimesukuma ni size ambayo itakupa zile donut ambazo zina unene wa size, sio yale manene sana. Nitachukua kikombe changu chenye raundi ya juu ya mzunguko wa juu wa duara, na kisha nitakata kama ulivyoona nilivyokata hapo, na kisha nimechukua kifuniko cha chupa, hizi chupa za maji, chupa za mafuta, utachukua kifuniko chake na kisha utakata katikati ya donut, kwa sababu donut zinakuwa zina kashimo katikati, ndio maana tumetumia hicho kwa ajili ya kukatia. Nilisema ni mapishi marahisi sana ya donut ambayo hayahitaji vifaa maalum, huhitaji donut cutter. Hapa tumetumia vifaa ambavyo vinapatikana katika kila familia, ni vikombe pamoja na vifuniko vya chupa. Kwa hiyo utakata kama hivyo unavyoona, na kisha utaenda kuyaweka madonge yako pembeni. Kwa donge hili ambalo limetoka lililobaki la pembeni ambalo unaliona nalikusanya, utalikusanya vizuri, na kisha baadaye tena utaenda kulisukuma na kupata makato mengine ya donut. Tulinyunyiza unga kama unakumbuka pale mwanzoni upande zote kwenye kibao, lakini na juu ya donge ili kusababisha uwepesi katika usukumaji, lakini vile vile uwepesi katika ukataji. Nadhani umeona katika ukataji hapo imekuwa nyepesi sana. Kwa lile donge lilokuwa limebakia la pembeni, tumeenda kulikusanya tena, na kisha tumeenda kulisukuma kama unavyoona na kuendelea kukata madonge yetu. Na utafanya hivyo mpaka donge lako lote liishe. Ukiangalia ni njia nyepesi sana ya ukataji, inahitaji vifaa vya kawaida sana. Natumai watu wengi mtaenda kujaribu pishi hili kwa sababu mahitaji yake ni mepesi sana, na yanapatikana katika kila familia. Unaweza kutusaidia vile vile kupitia katika chaneli zetu kwa ajili ya mapishi mengine, ukaweza kuangalia na kushare vile vile na ndugu jamaa na marafiki. Donati zetu nadhani tumeshazikata, tutaenda kuzifunika angalau kwa dakika 20 kuacha zipumue, lakini vile vile ziweze kuongezeka. Kwa wakati huo utakuwa umeweka mafuta yako jikoni, utaacha mafuta mpaka yapate joto la size ya kati. Mafuta ya donut yasiyo ya moto sana kama yale ya kupika kalmati. Mafuta ya donut au ya mandazi yanatakiwa yana joto la kawaida ili yaweze kusaidia mandazi yako au donut zako ziweze kutoka vizuri. Utaacha donati zako zipike kwa upande wa chini, na kisha utaendelea kwenda kuzigeuza, na baada ya hapo utaendelea kuzigeuza na kuzipika mpaka upate ile rangi ambayo unaipendelea wewe. Na angalizo, usiweke donati nyingi sana katika chombo chako cha kukaanga. Weka kiasi ili kuwe na wepesi katika kugeuza, lakini kuwe na wepesi katika ukuaji, upumuaji na jinsi ambavyo zinakuwa zinavimba. Ukiangalia donati zetu ni nyepesi, zimetoka vizuri, zina rangi nzuri, muonekano wake ni mzuri. Tafadhali usisahau kusubscribe na kujaribu pishi hili, ni tam sana.